Bwana asifiwe. Haleluya. Tunapimia weather kwa sababu sometimes weather inabadilika. Hakuna mtu angejua kama jana mvua inaweza nyesha. Bwana asifiwe. Lakini ni mapenzi ya Bwana na mipango ya Bwana, hakuna mtu ambaye anayejua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo tunamfurahia Bwana na tunamtukuza sababu mipango yake sio kama ya wanadamu. Mipango yake yeye mwenyewe ndiye anafanya nini? Anapanga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Soma kama umefika. Danieli 3:22 kuteremka. Na jina la Bwana litapewa sifa. Kwa vile hamu ya mfalme ilivyokuwa, ule moto ulikuwa umewashwa kuwa mkali sana, hata ndimi za moto zikawateketeza wale watu waliowapeleka Shadraka, Meshaki na Abednego. Hivyo Shadraka, Meshaki na Abednego wakiwa wamefungwa wakatumbukishwa kwa ile tanuru ya moto. Basi huyu mfalme Nebukadneza akashangaa, akainuka kwa haraka, akaanza kuuliza wa Sauli, je, hatukufunga wanaume watatu kwa hiyo moto na kuwatupa motoni? Naye wakamjibu yule mfalme Nebukadneza. Naye mfalme kisha akauliza, lakini sasa mbona mnawaona watu wanne wakitembea humo kwenye moto bila kufungwa, na mara hawatumiki na mtu, na mtu wanne anaonekana kama mwana wa Mungu? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Basi mfalme Nebukadneza akakaribia kwenye ule mlango wa tanuru la moto, akawaita Shadraka, Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu, tokeni nje. Shadraka, Meshaki na Abednego wakatoka katika ule moto. Ambia hawa watoto wa kanisa hili wako hapa. 45. Teremka kwenda chini. Tangu saa 6 ya mchana mpaka saa 9 kukaonekana giza. Kulipofika saa 9, Yesu akatoa sauti kubwa, akalia kwa sauti kubwa, Eloi, Eloi, lama sabakthani. Soma vizuri. Hapo inasema soma vizuri. Lema sabakata. Lama sabakata. Yako inasemaje hivi? Ongea kwa sauti kama ule ulitula jana. Tulikuwa na wewe hapa. Simama wa uchu, kila mtu aone nini. Yes. Hela. Saidia watu wako. Weka tu wewe kwa stama. Iko stama. Yako. Kama unasema Eloi, Eloi, lama sabakthani. Haya. Nani tena kuna Biblia hapa? Unajua hapa
Unasikia? Hiyo yako inasema je Kristo? Mwanadamu Yesu. Unaanza kuswali. Kati ni wewe imefuatana. Maombi yako inasema jamaa yako ni wewe. Haiko? Haya. Bwana sifiwe. Eloi Eloi lama sabakthani. Haya, soma. Haya, Ruth yako inasema Eli Eli. Sawa vizuri. Eli lama sabakthani. Eloi Eloi lama sabakthani. Ako inasema Eli lama sabakthani. Ya, iweza ndani ya ule. Biblia yako ni gani? Kings. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniachilia? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kasema kwenda chini na Mungu. Lakini wale waliosimama pale waliposikia hivyo wakasema anamuita Elia. Mmoja wao akakimbia Sifoki inasema aje? Sisemi. Roho wa Mungu akienda mbele adingi nyuma. Mungu anasema utainuliwa. Na unajua kuinuliwa mwaka ule. Eloi lama sabakthani. Haleluya. Sasa hao manabii wanatoka wapi? Ngoja waone walete. Mungu, ninaomba nitumie hawa manabii wa uongo wa kutupa. Bwana Yesu asifiwe. Wengine akakimbia akasema wanaongea na nani? Na Elia. Mmoja wao akakimbia. Sifoki akaichovya katika siki, akaiweka juu ya mnazi akampa anywe. Mauchungu. Wengine wakasema acha tuone kama Elia anakuja kumuokoa. Lakini Yesu akalia tena, akaongea kwa sauti kubwa na akakata roho. Pazia ya hekalu ikapasuka katikati, toka juu mpaka chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, ikatoa maji. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama mbarikiwe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali imesema ya kwamba hadi wakati ambapo giza ikakuja, yule askari alipokuwa akiwa karibu na Yesu alitoroka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wamama ambao hawakuachilia Yesu, walikuwa karibu na yeye, hata akikata roho walikuwa na yeye wakingojea ni nini ambayo itatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kama kule Western, mtu akikufa wanalindanga mwili ndio. Naongea uongo. Wako hapo wanaongojea anaweza kuvuka wakati wowote. Mpaka wiki ishi.
anaweza tokelezea na abebe mwili naenda. Haleluya. Bwana asifiwe. Hata kule Kisii, Bwana asifiwe. Nilisikia hapa nikiwa Morani kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wao wakishika mwili wanakaanga hapo, wanangojea. Bwana asifiwe. Wiki kiisha ya pili sasa ndio wanaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inatuambia namna gani? Hakalia Eloi Eloi lama sabakthani. Wengine wakasema ya kwamba anaongea na Elia, wengine wakasema anaongea na Ibrahimu, wanasifiwe. Wengine wanasema anaongea na Musa, wanasifiwe. Wengine wakampandikia majina, watatuone ni nini ambayo itatendeka baada ya haya, wanasifiwe. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba hadi wakati ambapo akaanza kulia tena mara nyingine ya pili, ya kwamba alipolia akakata roho. Wanasifiwe. Alipokata roho hakuna chochote kitendeka, ikitambaa hekalu ikakatika katikati, walinzi wakatoroka. Wanasifiwe. Wale walikuwa karibu na yeye, lakini kulikuwa na wamama ambao walikuwa wanaongojea waone ni nini ambayo inaendelea. Wanasifiwe. Biblia inasema ya kwamba hadi wakati alipokata roho, wanasifiwe, alikuwa amesema nitafufuka siku ya tatu. Tuwaseme amen. Haleluya. Kuna mahali maisha ambayo inakupeleka, kuna mahali unasukuma kama Shadraka, Meshaki na Abednego. Walisukumwa, wakasukumwa, lakini wakasema hivi, hata kama hatujawahi muona huyu Mungu, hata kama hatujawahi mtazama, tunaona hata kwa vitendo, hatukimuita anaitika, tukimuita anakuja haraka. Huyu ndio Mungu tutakayetumikia, hata kama ako wapi, hata kama tutafungwa minyororo miguu hata mikono, lakini watatuachia mdomo ya kumtukuza Bwana. Hata tukiingia katika ile tanuru, waongezee wasiongezee, jina la Bwana litapewa sifa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya mtu haujui ni wapi ambapo itakuwa, haujui ni nini ambayo itatendeka mbele. Bwana asifiwe. Lakini wakati wa majira ya Bwana, wakati kitambaa iliyokatika katika hekalu, Yesu alikata roho. Na hata wa leo maisha yako sije ukakata tamaa, maana Yesu aliyekuwa msalabani bado ako pamoja na wewe. Yesu yule ambao unayemtumikia, ambao unayemwinua, yu pamoja na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama Bwana atakukataa, haleluya, na huyu aliyekuumba hajakukataa. Hata kama watu wapenda wataongea maneno, na yule aliyekuumba ataongea kitu, anasema maisha bado, njia bado haijafunguliwa ya baraka yangu. Ndio maana ninatamka nikisema ya kwamba bado Bwana ananitegemezea, bado Bwana anatengeneza. Kuna mahali sijawahi ingia, nitaingia wapendwa. Kuna mahali ambapo sijawahi kanyagishwa miguu yangu, nitakanyagishwa miguu yangu, maana Bwana ameniwadia maisha mazuri pale mbele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi ninajua nitaombea mapresident. Mimi mnacheza na mimi. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mapresident akina Ruto, iwe ni wakati wa kuombea watu, nitawaombea. Maana sina wifu. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna siku kama kuna mtu nishaipigia simu nikamwambia nitumie sadaka. Bwana asifiwe. Ni watu kama ni wewe, nitaomba msamaha leo. Kama nishaibu haraka kukupigia simu nikakwambia nitumie leo na lala njaa, ule nilisumbua ni huyu Harrison, sababu yeye ndio chairman wa kanisa hili. Yeye atasumbuliwa tu. Yesu makofi mazuri. Yeye atasumbuliwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Sababu aliye ndani yako anaishi milele. Lakini ukimwamini, amini ya kwamba atatenda.
hata kama itachukua muda, lakini wacha tusitoe haya maandiko, tutoe hii wimbo ambao hata kama itachukua muda namna gani. Bwana asifiwe. Ondoa hiyo wimbo ya kusema ya kwamba hata kama itachukua yaani masiku ama dakika, hapana. Bwana asifiwe. Ikiwa ni sasa, ni sasa. Maana aliye ndani yangu hayuko kesho. Biblia inasema ya kwamba akitoka makaburini akakutana na wale wamama walikuwa wanampenda, akawaambia ndeni mpase sauti pale mbele, waambie wote kwenye kijiji ya kwamba tupatane Galilaya. Ukitaka kujua ni mimi yule niliyowekewa misumari, ni mimi ni yule ambao niliyepigiliwa misumari katika miguuni pangu, ni mimi nimefufuka. Nilipowaambia ya kwamba ninafufuka, tupatane Galilaya, masaa isipite. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Msalimie mwenzako, mwambie kweli unapokea. Mwambie unapokea kweli. Haki inaitonga furaha. Endelea kwenda chini, akasema aje. Makaburi yakafunguka. Na watu wengi waliokufa wakafufuliwa. Kama maisha yako iliwekwa kwenye giza, Bwana Yesu asifiwe, ujue leo itafufuliwa tu. Naamini. Bwana Yesu asifiwe. Unaongea nini wale wao? Simameni hiyo wawili. Mwambie makaburi zinafunguka. Nashikanisha na Danieli. Hili kitabu cha Danieli nimeshikanisha na Yesu. Leo kuna mahali ambapo umesukumiwa, hautoki mahali pale, maisha yako iko pale. Wengine wakati walipokuja Nairobi, wengine wakakuita Nairobi, wameendelea bado, wewe uko mahali pale na unasema ya kwamba wewe hata kama itachukua muda, najua Bwana. Toeni hiyo wimbo, siwaimba. Iko bado kiu. Hata kama itachukua muda. Tena kuna muda mwingine. Bwana asifiwe. Praise and worship ukipatiana ukiimba hiyo wimbo. Mimi. Asi mimi. Kanaitwa aje? Chicken box, kanaitwa chicken box. Haleluya. Kana kazi yako nayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama hakuna kile tunaweza omba isipokuwa nimekuombea na nikasema Mungu mbariki. Kama sasa naongelesha madhabahu, bariki hawa. Bwana Yesu asifiwe. Haya madhabahu, bariki hawa. Bwana asifiwe. Haleluya. George yako hapa. Kazi. Najua Bwana utatenda. Hata kama itachukua muda. Na sasa hiyo naswea. Najua Baba utatenda. Najua Baba utatenda. Najua Baba utatenda. Ukienda ushauri bado naomba hiyo. Ukirudi na hiyo bado naomba. Lakini ukipata nabii akikwambia shafu, Mungu ananiambia utoe 7,550. Baraka sikuji. Hakuna baraka zinakuja. Pesa basi anaomba. Haleluya. Unasifi. Unaachiliwa kwa government. Alafu unaona kabisa wewe uko sawa kabisa. Hata hujawahi toa kitu hapo kwa hiyo madhabahu, si ndio? Alafu dakika ya mwisho unakuja nikusaidie. Mimi niliomba na nikamaliza hiyo siku. Sitaki kujua kama unafanya nini. Utanisaidia, utaninunulia kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Maana ni yule anayekupigania ni Mwenyezi Mungu. Haleluya. Maana anasema ya kwamba akalia Eloi lama sabakthani. Yote yame. Lakini kuna watu ambao waliona akiomba na wakasema huyu anaongea na Mungu. Wale majamaa walikuwa na hiyo. Wacha tuone kama atakuja kumsaidia. Yaani inaitwa ni majaribu. Majaribu inakujanga kama moto. Wakati baraka yako inakaribia, mtu anakuketea, unaweza kukosana na mtu kwa ploti. Yala ingine hata akutusi, alafu akwambia hata hizo makanisa unaenda. Bwana asifiwe. Si kanisa, ni Mungu wako anajaribu imani yako. Ukiwa mtu wa haraka unaweza pigana. Alafu dakika ya mwisho unakuja kutoa ushuhuda hapa. Toa hiyo ushuhuda usilete hapa. Tulipanga huyu ni mnyorosha. Alijua mimi ni mwanamke. Kama maridadi alikuwa anakuja hapa na simama kabisa. Lazima icharibu. Yesu kama alishinda hiyo, mbona Mkristo asishinde? Unapitia mpaka dakika ya mwisho unasikia kuomba kanisa. Ama unakaa kwa nini? Sababu sina sadaka ya kupeleka wapi? Si Mungu anajua. Halo. Si Mungu anajua. Watu usipotoa sinajua. Wanasifiwe. Wale walikuwa wanakuja kwa hiyo wanatoa kitu shaka weka kwa baba. Alafu wanapakisha mbao. Kusudi hizi maneno zetu ukiweka mbao inakwambia chairman ametuma mbao hapo ndani. Anaongana kingi. Hiyo ukisikia kala ukonga kwa usiku hiyo ni mbao. Kiwango wa kiasi hiyo ni mbao inaitwa kobole. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu ni yule hajawahi badilika. Haleluya. Soma kwa chini nimalize kwa jina la Yesu. Nao baada ya kufufuka kwake wakatoka makaburini wakaingia katika mji mtakatifu wakaonekana na watu wengi. Basi jemedari wa wale waliokuwa wakimlinda Yesu walipoona tetemeko la ardhi na yale mambo yaliyotokea wakaogopa sana. Wakasema, hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Hakika Elija huyu alikuwa mtu wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hakika huyu Elija alikuwa mtu wa Mungu. Kisikia mtu anakuambia na kujua kwa hiyo usikia habari mbaya. Lakini huwezi kuja ukachezea haya madhabahu. Hata uwe na pesa namna gani. Bwana asifiwe. Utasigumu mpaka umalizie mahali pabaya, pesa siishe. Kila wakati unaota kanisa. Unajua ukisugumwa kila wakati unaota kanisa. Ndoto zinakuja. Sababu ulikosea yale madhabahu hata kama ionekani. Kuna watu wanaabudu pale ndani. Kuna watu wanamlilia Mungu wapi? Pale ndani. Wanasifiwa. Alafu ukasema sijui watu wote. Sijui unakaa namna gani. Sijui madhabahu inaonekana simama. Haleluya. Si madhabahu inaonekana simama. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukitoa hizi vitambaa pale kule kwingine ni nini? Ukuta. Hata ichapiwa plasta. Unasema hiyo kanisa naona kama nenda ile ya pepa ndio imejengwa huko. Bwana asifiwe. Si kanisa. Nani anakupeleka pale? Mungu anakupeleka pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakika alikuwa mwana wa Mungu. Hakika yale mambo alikuwa anafanya tumeyaona na macho. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tetemeko ikatetemesha nchi. Waliokufa wakaanza kufufuka. Bwana asifiwe. Just imagine wewe uko hai upate mtu wako akifufuka. So mama yako akifufuka. Ai, kaenda hiyo. Bwana asifiwe. Si ndio? Baba yako akifufuka. Ai. Si ndio? Hapana sio huyu. Ni mimi. Hapana sio huyu. Bwana asifiwe. Haleluya.
Kuna siku moja ninao nawaambiana nitafufua watoto, si watu wazima. Watoto ndio wako na time ya kumtumikia nani? Na itakuwa kama nilifufua mama mmoja alikuwa aende kesho yake. Watu wakalia mpaka wakafika mwisho. Mpaka mtu anasema ya kwamba hapana, mpeleke tu mmoja. Nikaingia tu hivi. Nikapata huyu mama alikuwa anatusaidia kitambo. Hapa. Nikapiga magoti. Nyumba imekaa kama nini ya ng'ombe. Ng'ombe yenye kuna ng'ombe na matope. Hadi nikapiga magoti. Sasa hiyo sijafika hata nyumbani. Nikaambia Mungu huyu atakufa. Sasa hiyo watu wameambiwa pepa huyu mama mpeleke moja, ninaona kama amekufa. Kaambia pana huyu hatakufa. Nikamwambia mzee, mtoto huyu mama asitolewe kwa hii nyumba. Mungu anamshughulikia na ametoa. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa nilipotoka mimi nikakuja, mama Saida nilitoka alijisha chakula. Nataka uje kukunywa. Mara akaitisha maji. Akasema ni kwenda naenda. Mimi nilijua Mungu ameshatenda. Kuna ishara Mungu anakupatianga leo hii ujue. Kuna ishara Mungu anakupatianga. Kuna kitu ambacho imetendeka. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama unaomba Bwana asifiwe. Unaona katika hali ya kupata pesa, una pesa. Unapata hii mikono yako unawasawasi. Unasikia kujikuna mikono yote, ujue hiyo ni pesa unaenda kupata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hapa nilipotoka, si mimi nikaenda. Nikamaliza masisi, mimi nikatoka sasa nikakuja Nairobi. Kesho yake kufika hivi, napigiwa, kwani ulienda? Ndio wametengeneza chakula hapa ukula. Afya mimi niko Nairobi saa hii hata nimefika saa hii. Yule mama saa hii anakula hata. Bwana asifiwe. Kaambia mama wewe huyo mama nilimwombea. Kai hata alikuwa hali mbaya. Lakini Mungu ametenda. Bwana Yesu apewe sifa. Nikafika mahali na hiyo. Sasa tukaenda nyumbani kwenda kulima. Sasa kafika mahali chakula hakuna mwenye anatupikia kwetu. Tuna furani ya kupika, Bwana asifiwe. Sasa hiyo wilaya nania anapiga sauti kwa juu. Na kila mtu anaona kwetu ni kama kwa ng'ambo na nini. Watu wakaangalia padri mtoto analia ni chakula. Bwana asifiwe. Yaani ukiwa kwa saba hata Roho Mtakatifu anakutumikia tu. Haleluya. Kaambia Mungu ngochee saa hii. Naona hata wewe umelemewa. Mungu anatuma mtu atuletee chakula. Bwana asifiwe. Kaa hapo kidogo tutamalizia tu. Tulikuwa tunapanda miwa. Bwana asifiwe. Tukakaa kidogo. Sasa hiyo wilana endelea kaambia tuende hakukuwa na mapera, hakukuwa avocado. Bwana asifiwe. Maana ni mtu anatoka kutoka ng'ambo, amepika chakula, sasa amebeba. Mimi naona mtu anatoka kutoka chini kama viungo. Je, huyu mama ni kama anatubebea chakula. Mtu angalie. Anasema nimeona ile sauti ya huyu mtoto ikabidi nitengeneze chakula nile. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani kama huyu mama angekufa, hii chakula ingetoka wapi? Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna ingine inaweza kukufanya uguswe. Si wakati unapopita kwa barabara kuna kiwetu unakuta. Alafu unasikia wacha tu peana. Hata kama ni mbao, hata kama ni 50. Kuna mama mwingine anapita pale Githurai. Hakuna hizi vidole. Vidole hizi sasa hapa siko. Hii ni kubwa. Sasa siko hivi. Unaona hivi? Na ni refu. Hii mguu kidole moja ni singine siko. Sasa unaangalia na mtu anatembea kati na kuranga. Mungu anakuranga.